Lord Jesus Christ, we come before your eyes and we say come before you. We pray, Lord Jesus Christ, may you speak to us, Lord Jesus Christ, as we are about to start this program. May you be the one who will be our guide, and may you be our protector in everything that we'll be doing. We put you first, Lord Jesus Christ, in this program. May you speak to us, Lord Jesus Christ, as we enter into this program. I pray, Lord Jesus Christ, may you speak to the people who will be listening and those who will be, and the one who will be bringing out this gift today. I pray, Lord Jesus Christ, may you open our spiritual and physical ears. May you also open our hearts to receive this message today. Lord Jesus Christ, may you speak to us, Lord Jesus Christ, and may we be able to understand. May you send your Holy Spirit to be the one who will be interpreting this message to the people who will be listening to it. May your Holy Spirit speak to all of us. May your Holy Spirit speak with all of us, Lord Jesus Christ, as we are about to enter into these words. We pray, Lord Jesus Christ, may you show us the way which will lead us to heaven. May you show us, Lord Jesus Christ, the way that will praise you in truth. May you be with all of us, Lord Jesus Christ, as we are about to start this program. I pray, Lord Jesus Christ, may you open our eyes to see what you have for us, Lord Jesus Christ, and also help all of us to actually interpret these words. May we not interpret these words, but may your Holy Spirit interpret them to each and every one of us. In the name of Jesus Christ we pray, with faith, and we believe in the name of Jesus Christ I pray. Amen. Oh, haleluya, haleluya watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana, jina la Bwana lipewe sifa. Tumekuja tena mbele zenu kwa kuwaletea habari njema na kuwapatia ujumbe toka Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa, jina la Bwana libarikiwe sana watu wa Mungu. Ninakushukuru ndugu msikilizaji, ninakushukuru kwa kunisikia, unitege masikio. Mimi ambaye nimepewa neema ya kukufikishia habari njema kutoka Mungu, na nimekuletea ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe tena. Jina la Bwana libarikiwe, maana anatupenda sana. Oh, haleluya. Tunakwenda kusoma kitabu, neno hili ambalo linapatikana katika kitabu ya Ezekieli 3, chapitre ya 3, mstari verse ya 18 na mstari wa 21. Dada yetu atasomea. Okay, tunasoma kitabu cha Ezekiel chapter 3 verse 18 mpaka 21. Okay. Tunasoma jina la Yesu. Hapo tutaruka, tunasoma kwa kumalizia tutasoma 25 mpaka 27. Hiyo Ezekiel 3. Okay, tunaanza na Ezekiel chapter 3 verse 18 mpaka 21. Tunasoma jina la Yesu. Nasema hivi: nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake. Bali wewe umejiokoa roho yako. Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa, kwa sababu hukumuonya. Atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki aliyoyatenda hayatakumbukwa. Lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Bali ukimwonya mwenye haki kwamba yule mwenye haki asitende dhambi, tena ikiwa yeye hatendi dhambi, hakika ataishi, kwa sababu alikubali kuonywa, nawe umejiokoa roho yako. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asante msomaji, Mungu akubariki sana.
Mungu apewe sifa, Mungu atubariki wote kwa ujumla. Tunakuja kwa ajili ya kuweza kutafsiri kwa machache maneno haya ambayo msomi wetu amekwenda kutusaidia kwa kusoma. Tumekwisha kusikia namna msomi amekwenda kusoma, alafu tukifuatilia huu usomaji namna umekwenda kutueleza, lakini ni Roho Mtakatifu ndiye atakwenda kutupambanulia sana, au ataweza kututafsiria zaidi kuliko maneno haya, uzidi jinsi mimi ninaweza kuyatafsiri au kuyafafanua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina, amina. Neno ambalo ninakwenda kugusia eko kwa sababu ya hili ambalo limeanguka kwa siku ya leo. Mungu anakuonya ndugu yangu. Mungu leo amekuja kukuambia kwamba uache njia yako mbaya, ili kwamba uweze kuiokoa roho yako katika ubaya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Eti kwamba neno limesema ya kwamba mtu mbaya akifa bila mimi na wewe kumuambia, bila wewe na mimi kumuonya au kupaza injili ili aweze kusikia, apate kurekebisha njia yake mbaya, neno la Mungu limetuambia ya kwamba tutaulizwa, au damu ya huyo mtu itatakiwa mikononi mwetu. Ndio maana neno hili tumetaka tulichangie pamoja kwa siku ya leo, kwamba tusije tukaulizwa damu za watu wa Mungu mikononi mwetu. Lakini neno limesema ya kwamba unapoonywa na kuonyeka, Bwana atafanya nini? Atakukumbatia, atakurudisha, atakuita mwana wake, atakufanya upya, atakutengeneza, atakusafisha. Matope uliyoyajipaka atayasafisha. Haleluya, watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Neno limetuambia ya kwamba ukifanya ushupavu, usipojirekebisha kwa njia zako mbaya, kwa matendo yako mabaya, eti kwamba roho yako itakufa. Na hapo mimi ambaye nimepewa neno hili kwamba nikupatie mtu wa Mungu kwa siku ya leo, hakuna siku ambayo utasema kwamba sikusikia neno hilo, sikuweza kusikia, na sikuweza kusikia watu wakihubiri au mtu akilitaja neno hili kwamba mtu asipotubu, mtu asipogeuza njia zake mbaya na kumjia Mwokozi, kwamba atakufa hakika. Sikusikia neno hili ambalo nimesema kwa siku ya leo. Bwana kwa wakati huo atakapotaka kujitetea, atakukumbusha hii voice yangu ambayo inakwenda kusema kwa siku ya leo, inasema na wewe. Bwana Mungu atakukumbusha hii sauti yangu ambayo inakwenda kukujia leo, mtu wa Mungu, ili uweze kuisikia. Hautapata kitu cha kuweza kujitetea, kwa sababu tumekuisha kuleta injili kwa masikio yako, na wewe umeisikia. Na unapoisikia usifanye moyo mgumu. Unapoisikia fanya jitihada kubwa ili uweze kutengeneza na Mungu. Msikilize Mungu, maana Mungu ukimsikiliza atakusaidia, atakutia nguvu, atakuokoa, atakupigania, atakushindia, atakutoa katika hali mbaya na kukuweka nafasi nzuri. Atakutoa mahali ambapo umeshindwa, atakusimamisha, atakushika kwa mkono wake wa kuume, atakusaidia, atakutia nguvu, atakushika tena kwa mkono wake wa kuume, na ataweza kukusaidia. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninakushukuru sana Mungu kwa sababu umeona vema kwamba tuje na neno hili mbele za watu wako, tuweze kuwaonya, tuweze kuwaambia namna unapoonya watu wako unataka waonyeke na wakurudi wewe, ili kwamba wasije wakafa. Maana neno la Mungu linasema, wapendwa, kwamba Mungu hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi.
maana kwake anakuwa kama vile amehoma kitu kikubwa sana. Mungu hapendi mwenye dhambi akufe afe. Hapendi kifo cha watenda dhambi. Mungu hapendi kifo cha mwenye dhambi, lakini Mungu anafurahia mtu anapogairi njia zake mbaya na kumrudilia muumba wake. Hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu, mtu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu yangu, unapoonywa na Mungu kupitia neno lake hili, epuka kifo hiki ambacho kinaujia ulimwengu. Epuka kifo hiki, maana hasira ya Mungu, ghadhabu ya Mungu inapowaka, vifo vinakuja, vifo vya aina mbalimbali. Epuka, usingoje kesho, maana haujui hasira ya Mungu yaja lini. Hujui kesho itatokea nini. Haujui kesho itakuwa nini. Ondoka katika hali ya kuasi, mtu wa Mungu. Usiasi unaposikia sauti ya Mungu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu unaposikia sauti ya Mungu. Ndugu mpendwa, rekebisha njia zako. Najua ni vigumu, najua ni vigumu. Najua katika mapito unayopitia ni vigumu, ni magumu. Najua machozi ambayo nalia usiku na mchana kwa sababu ya jaribu ambayo umekutanana nalo, aidha kwa watoto, aidha kwa majirani, aidha kwa kazi unayoitumika, aidha nyumbani kwako, aidha kwa mke wako, aidha kwa mume wako, aidha kwa ndugu wa jamaa na marafiki. Lakini pamoja na hayo, jipe moyo. Bwana na kutaka kuomba umrudi, uje kwake, naye atakupa uzima. Lakini usipomrudi, kifo kinakungoja, ambapo ni kifo cha milele. Ndugu yangu, utakumbushwa neno hili, jua lile ambalo utakwenda kujibu. Lakini kabla haijaja hasira ya Mwenyezi Mungu kuwaka, kabla hakijaja kifo, fanya jitihada, fanya nguvu zote uweze kujipatanisha na muumba wako. Fanya nguvu, ndugu mpendwa unayenisikiliza, ufanye hatua ya kujirudiemo, umtafute Mungu. Taka sana kuwa rafiki wa Mungu. Taka sana kuitwa mwana wa Mungu. Usiitwe muasi, lakini ujisimame upiganishe vita ambavyo vinakutatiza na kukugombeza, ili kwamba ujiunge na Mwenyezi Mungu. Uwe rafiki mpendwa wa Mungu, maana Mungu atakusaidia na atakuokoa ukimkaribia. Mungu hata kusaidia kama haujasimama na kutaka kufanya action yoyote na kutokufanya tendo lolote. Lakini unaposimama na kuamua na kufanya tendo kadhaa na kufanya uamuzi mzuri wa kumtafuta na kujikaribisha kwake, Mungu ni hapa na kusikiliza na kukaribia, na atakufanya tena kuwa kiumbe kipya. Usife moyo, usivunjike moyo kupitia majaribu unayoyapitia. Yasikuvunje nguvu na kukatisha tamaa na kuona kwamba wewe sasa unaishia hapa. Fanya nguvu zote, jitahidi sana, ili kwamba uweze kupiga hatua machoni pa Bwana. Naye Bwana atakusaidia, naye Bwana atakutia nguvu, naye Bwana atakukaribisha nyumbani kwake, atakufanya tena kiumbe kipya. Mwana mpotevu aliweza kutapanya mali za babaye, akatapanya kila mali yake kwa kila aina zozote zile alizozitapanya iko kwa njia mbaya mbovu. Lakini alipoamua akasema haiwezekani, shetani asikuikalie mtu wa Mungu kukuambia kwamba wewe unaishia hapo. Hapana kuridhika na hali hiyo, hapana kuridhika kabisa, usirizikie hapo, hapana. Jitatanue kabisa. Sema, mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni picha ya Mungu, mimi ni picha ya Mungu, mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Haijalishi umekosa kiasi gani, haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi umeanguka kiasi gani ukashindwa, lakini bado lipo tumaini. Bado Mungu anakutaka. Njoo vile ulivyo, hivyo ulivyo ndivyo uje
na Bwana atakapoona kwamba umechukua uamuzi wa kumrudilia, naye Bwana atakukaribisha. Maana mwana mpotevu alipotapanya mali ya babaye, lakini alipoangalia namna ameteseka huko katika mahali alikwenda kutapanyia mali yake, alipojirudi akakumbuka kwamba ninaye baba. Akachukua uamuzi, akasema kwa sababu nimekosa, lakini pamoja na hiyo kwamba nimekosa, lakini hakukata tamaa. Akasema yanipasa kurudi kwa baba, ili kwamba nikajinyenyekeze kwake na kumuomba huruma na kumwambia na kumuomba kwamba anifanye angalau basi mmoja wa watumwa wake. Mtu wa Mungu, tafakari neno hilo, check neno hilo, na uweze kubalance na mahali umesimama na ambavyo shetani aliweza kukuingizia ndani na kukuonyesha kwamba wewe unaishia hapo. Angalia namna mwana mpotevu alivyotapanya mali za babaye, lakini alichukua uamuzi wa kurudi, alijinyenyekeza. Nawe mtu wa Mungu, kama umepitia mapito mazito yakakutoa kwenye mapenzi ya Mungu, yakakufanya wewe uchafuke, yakakufanya wewe kuharibu uwasiliano wako na Mungu, yakakuweka mbali na uso wa Mungu, haujachelewa bado. Hiyo pumuzi ambayo Bwana angali anakukopesha na kupatia, anakuonyesha kwamba bado angali anataka umrudi. Maana yeye ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa walio kufa. Ikiwa kwamba ungali unapumua, hiyo ni neema ya kwanza Mungu anakupatia, kwamba ungali na muda mzuri wa kuweza kujipatanisha naye. Ndio maana ndugu mpendwa, ninakwenda kukuambia kwamba unaposikia maonyo ya Mungu, jirekebishe, mrudi muumba wako, tafuta uhusiano na Mungu wako, tafuta tena kumrudi Mungu. Usiishie njiani, usifie njiani, bado safari ingali ndefu. Mtu wa Mungu, shetani asikuambie kwamba kwa sababu umetapanya mali za Mungu, kwa sababu umejichafua na kujiharibu, kwamba hakuna tumaini tena kwako wewe kurudi kwa Mungu. Usikubali sauti hiyo. Sauti hiyo ni kutaka uangamie. Sauti hiyo inakutakia wewe kufa. Mungu leo anakukengeusha kwamba ijapo kuwa umejichafua na kujiharibu na kiasi gani, bado lipo tumaini. Mrudi mwamba wa wokovu wetu, mrudi Yesu Kristo, naye atakuimarisha na atakufanya kuwa kiumbe kipya, naye atakukaribisha zizini mwake. Bado anakungoja wewe, bado amekupatia pumuzi yake ili kwamba usife katika hatari hiyo ya dhambi. Mtu wa Mungu, mrudi Mungu na Mungu atakusaidia. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutakwenda kuongeza hii Ezekieli ambayo tumesoma, hii chapter ya 3, na tutakwenda kuangalia sasa hapa kwa mstari wa 25 na 27. Wako msomaji, utaangalia hii Ezekieli 3:25 up to 27. Utamalizia hapo ku 27. Karibu. Tunasoma kitabu cha Ezekiel chapter 3 verse 25 mpaka 27. Tunasoma katika jina la Yesu. Lakini wewe mwanadamu, tazama, watakutia pingu, nao watakufunga kwazo, wala hutakwenda nje kati yao. Nami nitaufanya ulimi wako ugandamane na kakaa lako, hata utakuwa bubu, wala hutakuwa mwonyaji kwao, kwa kuwa wao ni nyumba yenye kuasi. Lakini hapo nitakaposema nawe, nitafumbua kinywa chako, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Asikiaye na asikie, naye akataaye na akatae, maana wao ni nyumba yenye kuasi. Amen. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumesikia namna msomaji amekwenda kusoma mara tena. Tunakwenda kusema kwa ajili ya hili neno ambalo msomaji amekwenda kusoma hapa ku 25 mpaka ku 27.
Alafu neno limetuambia kwamba watasikia watasikia au kwamba hawatasikia. Ndugu mpendwa, nimekuja tena kukuambia kuhusu neno hili ambalo unalolisikia. Taka usitake, wakati Mwenyezi Mungu atachukua uamuzi wa kufanya kile ambacho kimempendeza, wewe kupinga kwako na kukubali kwako havitamkataza Mungu. Kupinga kwako na kukataa kwako havitamzuia Mungu, lakini kitakachomzuia Mungu kutokufanya ubaya au kutokuja kuharibu ni wewe na mimi tukubali mahusia ya Mungu na tuyafanyie kazi na tuweze kujirekebisha na tuweze kuchukua hatua ya kumrudi Bwana na kufanya yaliyo mapenzi yake. Neno limetuambia ya kwamba kwamba ni neno la kuhuzunisha kwamba kama uliwahi kufanya matendo mema, lakini ukaja muda ukaonekana kwamba umerudi nyuma, umeshindwa na mapito yako, kwamba yale matendo mazuri uliyoyatenda mpendwa, kwamba hayatakumbukwa anymore, hayatakumbukwa hata kidogo. Oh my God. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Mungu atutie nguvu, tusije tukatumikia sufuri, tusije tukatumikia zero, lakini heri mwisho kuliko mwanzo wa neno. Ni hivyo Biblia inatuambia ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Ndugu mpendwa, tafuta kuwa na mwisho mzuri kuliko ule mwanzo. Ya haleluya, haleluya. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie tusitumikie sufuri. Bwana Yesu tutie nguvu ya kwamba tutumike tena. Katika kutumika huko, ndugu mpendwa, umejitaabisha, umejinyima raha za dunia, umeteseka, umeteswa, umeonewa, umedhihakiwa, umedharauliwa, umesumbuliwa kwa kila aina yoyote ile ya dharau, lakini ukagongomea, ukavumilia. Sasa hadhara ambayo inaonekana kwamba matendo yale, ikiwa umeyatenda na kuyavumilia na kuyafanyia kazi, lakini sasa ukaja kuchoka na kuachia njiani, kwamba hayo yote uliyoyatenda yaliyo mema, ikiwa kwamba hautamkumbuka Muumba wako, ya kwamba hayo yote hayatahesabiwa hata moja wapo. Ndugu mpendwa, jionee huruma, ujiokoe nafsi yako. Jionee huruma, kama vile na mimi nimekwenda kuona vyema niweze kufikisha ujumbe huu kutoka Mungu, nikufikishie ndugu mpendwa. Lengo ni kwamba niweze kuvua damu yako, ninawe damu yako kwenye mikono yangu, nisije nikaulizwa. Lakini na mimi kinachonifurahisha ni kuona kwamba ndugu mpendwa, unaposikia sauti hii, unaposikia ujumbe wa Mungu huu, ambapo na mimi nimenawa kwamba nisije nikaulizwa damu yako kwa mikono yangu, na mimi mapendo ya au kupenda kwangu ninaweza kupenda kwamba ndugu mpendwa, unaposikia sauti hii, unaposikia message hii, fanya jitihada, fanya hatua, uweze na wewe kujiokoa roho yako ili kwamba isije ikaangamia. Mungu atubariki watu wa Mungu. Usiwe muasi mtu wa Mungu. Usingoje mpaka Mungu atakaposema okay, yatosha, enough is enough. Inatosha sasa, nilivyowaonya inatosha, ninakwenda kukamata sasa hatua ya kuweza kuharibu. Ndugu mpendwa msikilizaji, usingoje wakati huo, usingoje mpaka Mungu achukue uamuzi wa kusema sasa hapa nimeishia hapa. Usingoje Mungu mpaka kama achukue hatua iliyo mbaya. Eti kwamba nitakuambia kwamba watakapokufunga kwa hizo pingu nitakufanya bubu. Kuna wakati Mungu anaweza kukufanya bubu. Kuna wakati ambao Mungu anaona tumemzoea,
Lakini sasa katika kumzoea anaona okay, nimetuma wajumbe, nimewatuma hawa, nimewatuma na hao, lakini wamezoea, wameona ni kawaida, kama vile watu wanapozoea Mungu na kutaka kumchukua kama vile ni babu. Mungu sio babu. Usimchukulie Mungu leja, usimchukulie Mungu kama babu yako, ndugu mpendwa. Hapana, Mungu amesema kwa neno lake ya kwamba njooni mbele zangu mkitetemeka. Njoo mbele zangu kwa kutetemeka. Ndiyo maana usizoee, usifanye mazoea na Mungu. Ikiwa wewe mzazi unaweza kuona huyu mtoto amefanya makosa, ngoja ni muonye, ukachukua hatua ya kumuonya, alafu nyuma ya kumuonya ukaona mazoea ya yule mtoto yanaendelea kuzoeleka, sasa unachukua hatua ya kumfanya nini? Mpendwa, mzazi anapoona mtoto huyu mtoto nimemuonya, nimemuonya hata kwa turu ngapi hataki kubadilika, sasa anachukua uamuzi wa kufanya nini? Wa kupiga. Lakini sijakutakia kupigwa na siwezi taka Mungu atupige, mpendwa. Ndio maana ninakusihi kwa huruma ya Mungu, jitahidi. Ikiwa kwamba Mungu hatupatii usingizi, anatupatia maneno yake kila wakati, hataki tusinzie, hataki tunyamaze, anatuletea maneno yake kwamba tuwapatie watu wa Mungu, tuyapeane kwa watu wa Mungu, ili kwamba aone tukijirekebisha na kumrudi yeye. Sio kwa mzaha, sio kwa kukosa kazi ya kufanya, hapana. Sio kwa bahati nasibu, hapana. Ni upendo mzito ambao Mungu anatupenda. Ndiyo maana hatupatii usingizi, ndiyo maana hatupatii nafasi. Lakini tunapofanya mioyo migumu, ndugu mpendwa, Mungu hazoeleki. Ndiyo maana nimekuambia hivyo. Kuna wakati anaweza kuwanyamazisha wale ambao wanapaza injili, wale ambao wanaleta ujumbe, wale ambao wanaleta message kwako na kwangu. Kuna wakati anaweza kuziba vinywa vyetu, kuna wakati anaweza kutunyamazisha. Sasa hapo anachukua hatua yake kama Mungu. Na wewe kama mzazi unajua wakati unafikaga unapiga mtoto, sio kwamba umvamie. Hatuwavamii, lakini unapiga kwa sababu unapiga mtoto kwa sababu yani umemuonya lakini hataki kurekebika. Na ni hivyo Mungu yeye sasa ni zaidi ya hapo. Tunajua Mungu yeye ni mwenye huruma. Sisi wazazi tunaweza kuonya mara pili na tunapiga, lakini Mungu huwa anatuonya hata turu. Yani siwezi kujua turu ambazo Mungu anaweza kutuonya, lakini ni nyingi kuliko sisi wazazi. Maana yeye Mungu ni mzazi mkubwa sana, ni mzazi mzuri sana. Anatuonya, anatutumia mijumbe, anatutumia sauti zake, anatutumia hata kwa ndoto, anatutumia hata kwa maono, anatutumia majumbe hata kwenye redio, kwenye televisheni. Unakwenda kusikia namna Mungu anatuonya, anataka atukusanye juu hasira yake itulie. Lakini tunapofanya ushupavu, ni hapo sasa nasema stop. Sasa akisema stop, ndugu mpendwa, hakuna kukuziwia tena pale. Nafasi ya kuziwia ni hii ambayo angalia anatuambia, sema na taifa langu, tunasema. Sema na taifa langu, tunasema. Onya taifa langu, tunaonya. Tengeusha taifa langu. Ni huo muda sasa natuachia kwamba tujirekebishe. Ni huo muda ambao Mungu anatupatia tujirekebishe, tutengeneze, tumtafute, tumkaribie sana, tutake kuwa karibu naye. Sasa tunapofanya ushupavu, tunapoonekana kwamba tumelewa na baraka, tumelewa na mafanikio, tunampiga Mungu teke, sasa ni hapo naye anakuja kwa wakati tusiozani. Ni hapo anasimama, ni hapo anakuja na hasira zake zikiwaka. Zikiwaka hasira za Mungu. Ni nani awezaye kuziziwia? Hakuna. Muda huu ndugu mpendwa, ninakusihi, kabla Mungu hajainua hasira yake, fanya jitihada, matendo uliyoyatenda mazuri yasije yakasahulika, yasije yakasahulika machoni pa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usiitwe mtu mwenye kuasi, eti hao ni wa nyumba yenye kuasi. Ndugu, toka katika jamaa la waasi.
Ndugu, mwambie Mungu akuvute kwenye jamaa la waasi. Mungu akuvute, atuvute tutoke katika hizo nyumba za waasi. Katika hizo nyumba za uasi, usitajwe mwana wa Mungu kwenye nyumba za uasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu atusaidie tujue kuokoa roho zetu. Mungu atusaidie tujue kuzilinda roho zetu. Mungu atusaidie tujue kuziokoa roho zetu. Ndugu mpendwa, na damu za watu, ambapo Bwana asija kuuliza, mbona ninakudai damu ya mtu fulani? Mbona nimekupatia ujumbe au kufikisha? Mbona nimekupatia neno langu nimelitia kinywani mwako, lakini umelinyamazia kimya? Mbona sasa ninakudai watu wangu? Ona damu inayomwagika. Ndugu, nimenawa kabisa, na Mungu asikie. Damu yako isije ikatafutwa kwa mikono yangu, isije ikatakiwa kwa mikono yangu. Nawe ndugu mpendwa unayenisikiliza, unisikilize, lakini uchukue uamuzi wa kuweza kuokoa roho yako. Na wewe sikutakii kuangamia, na kutakia kuokolewa. Mungu akusaidia, kutie nguvu, Roho Mtakatifu akutie nguvu, uweze kukamata, uweze kuchukua uamuzi wa kuweza kuokoa roho yako kwa kutengeneza na kujipatanisha na Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi tunakwenda kukomea hapa kwa ajili ya hili neno. Najua Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kiongozi atazidi kutafsiria zaidi neno hili, na alitie ndani chumvi, na alitie ndani mwanga wake, ili liweze kukusaidia ndugu mpendwa, ili liweze kukuamsha, likuamshe katika kuonewa na shetani, katika kubakizwa nyuma na shetani, katika yale ambayo shetani amekudanganya kwamba wewe huwezi kuinuka, kufia hapo hapo, ishia hapo hapo. Hapana, jitatamue mtu wa Mungu, jitatanue mtu wa Mungu. Simama, wewe ni suja. Simama, haijalishi uko katika hali ya madhaifu ya namna gani. Shetani asikudanganye na kukuambia kwamba unaishia hapo. Jitatanue mtu wa Mungu, amka. Mwambie Roho Mtakatifu, nitie nguvu, nishike mkono Yesu, nisizame katika mawimbi haya ya wakayo kama moto. Nishike mkono, uniinue Jehova, nisizame. Haleluya. Nampenda Yesu sana, maana yeye ni rafiki wa wanaoteswa na kuonewa na kudharauliwa. Anatutia nguvu mahali hatuna nguvu. Neno la Mungu linasema ya kwamba nayaweza mambo yote katika Yesu anitiaye nguvu. Mtu wa Mungu, na kuombea na wewe katika majaribu na matatizo na magumu na masumbufu ulio nayo, Mungu akutie nguvu uyaweze hayo yanayokushinda, ili kwamba Yesu aje akutie nguvu upate kuyaweza hayo ambayo yamekutatiza na kukushinda. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi ninakwenda kuishia hapa kwa machache haya. Mungu apewe sifa. Sasa ndugu mpendwa, ninakuja tena nikikuletea njozi hizi ambazo nimeweza kupewa na Mungu, ili kwamba niweze kukuambia mtu wa Mungu, kwa ajili ya kusema ninawe, damu yako isije kaulizwa kwa mikono yangu. Haleluya. Nalo ni hili sasa, ninakwenda kukuambia ni vipengele kama vile vipengele vitano. Ni vipengele vitano ambavyo nitakwenda kukuambia mtu wa Mungu, kama vile ujumbe ambao Mungu amenipatia nikufikishie mtu wa Mungu. Asante sana kwa kunitega sikio tena. Tunakwenda kuangalia huu ujumbe ambao ni wa kwanza. Tunakamata huu ujumbe wa kwanza ambao nimepewa ili nikufikishie mtu wa Mungu, nao ni huu. Ujumbe huo unasema hivi: nilipokuwa kwenye usingizi nimepewa ujumbe huu ndoto hizi ambazo nimeona zikinitisha kwa kweli.
nazo ni hizi. Sasa ninakwenda kukuambia mtu wa Mungu, nitege masikio kwa makini sana unisikilize. Nikopeshe masikio yako, Mungu akusaidie unisikilize, na Roho wa Mungu akutafsiria zaidi kuliko jinsi mimi nitakwenda kuyasema. Roho Mtakatifu akueleweshe vizuri na aweze kukupigisha tena hatua ya kumsogelea Mungu na kuweza kusonga mbele. Ikiwa umerudi nyuma, uweze kupiga tena hatua kusonga mbele. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ujumbe ambao nimeweza kuambiwa kwamba nikupatie mtu wa Mungu ndio huo. Nilikuja kuona, nikaona kwamba wamekusanya ulimwengu, umekuwa kama vile umevutwa na kukusanywa mahala pamoja, na ulipokusanywa mahala pamoja nikaona wananiletea nchi mbalimbali katika ulimwengu wote. Nikaona wananiletea nchi mbalimbali, na katika hizo nchi mpendwa, nikaona kunatoka watu wachache sana, wachache. Katika nchi nilikuwa ninaona kunaitwa watu wachache wanakuja, wengine watu wanabaki. Nikaona katika hao wachache waliokuja mbele kwanza ya hapo samahani ndugu mpendwa, mbele ya hapo niliona maua mengi sana. Maua mengi yameshuka, yakawa yameshuka papo yakaanguka chini nafasi fulani hivyo. Sasa nilipoona hayo maua, ndipo nilikuja kuona ulimwengu umekusanywa, umefutwa hivyo nilivyosema mbele. Nikaona ulimwengu umefutwa, umekunjwa hivyo, umezogezwa. Ni kama vile zoom inavyofuta kwa kuchukua kamera au kwa kuweza kamata picture, unakuwa unazogezwa na ile zoom. Washika picha ndio nasikiaga wanasema hivyo. Ninaleta huo mfano, lakini haikuwa zoom, hapana. Nimeleta mfano kwa kukupatia labda utafsiri mzuri ili uweze kuelewa kwa machache. Nikaona ulimwengu umefutwa na kuzogezwa karibu wote, na nikaona hizo nchi mbalimbali. Na baada ya hapo sasa ndipo nikaona watu wachache sana wanakuja, wakikuja mmoja anakuja anatua pale mahali palikuwa pametulia yale maua, anachukua ua, anapaa. Mwingine anakuja, akija anachukua ile ua, anapaa mbinguni, anapaa huko juu. Mwingine anakuja kwa nchi nyingine, anakuja na okota lile ua, anapaa mara moja. Akilichukua tu hivi, akilishika kwa mkono, anapaa mara moja nalo. Alafu hizo nchi hivyo, kuna nchi ambayo niliweza kuona kumetoka watu wawili. Alafu hao watu wawili wakaja hao watu wawili walipofika mahali maua yameweza kuwekwa, wakaja. Mmoja akachukua kama vile kawaida, niliona wale wengine walikuja wakachukua wakakaa. Alafu hao wawili nikaona huo mmoja amekuja naye akatoa ua, akalinyakua na kupaa mara moja. Huyo mwingine wa pili akaja naye akachukua. Alipotaka kuchukua akasita, akaacha lile ua likadondoka. Akalichukua, akitaka kulichukua hajalinyakua, linadondoka. Anakuwa kama vile mwenye anatazama pembeni, pale linadondoka lile ua. Alafu baada ya hapo nikakuja kuona amemisi ile ua, hakulinyakua. Pale lile ua akalidondosha, naye akarudi utupu bila ua, wala sikuona alivyopaa. Hakupaa, na safari yake ikaishia hapo, hakupaa, na lile ua likabaki hapo. Lakini kuna wengine wamekuja wanaokota ua lile. Ndugu mpendwa, usiache kwamba lile suke lako ulidondosha, wengine waje kulichukua na kulinyakua. Mungu akutie nguvu, mtu wa Mungu. Mungu atutie nguvu, tusitesekee sufuri, tusitumikie zero. Alafu nilipoona maono hayo, alafu yule mtu akawa amerudi. Baada ya hapo sikuelewa inamaanisha nini kitu hiki. Ndipo nilikuja kusikia ninaambiwa kwamba umeona hayo yote, eti hiyo ni vifo vya Wakristo vinakuja, hatari ya Wakristo inakuja. Hayo maua ambayo umeona yamedondoshwa hapo ni vifo vya Wakristo. Ndugu mpendwa, kama ni kufungwa, yawezekana wewe na mimi tutafungwa, tutatiwa jela,
tutauawa, lakini Mungu atupatie nguvu ya kushinda. Sio vyepesi. Ninavisema hivi, lakini wakati nilipoyaona nilisikia ninaogopa, nina hofu. Nilihuzunika moyoni mwangu, nikalia, nikasema Mungu, Mungu tusaidie, tusaidie, tusaidie. Hata Yesu naye alisema mbele ya kifo, eti roho ni radhi lakini mwili ni dhaifu. Mtu wa Mungu, yanaogopesha. Hakika niliona ni mambo mazito, yanaogopesha. Hata na mimi niliona yananitisha. Eti hayo maua sio maua ambayo mnayoyazoea kwenye harusi zenu au kwenye sherehe. Ni maua ambayo yamekuja special kwa vifo vya Wakristo. Huyu ni bibi harusi ambaye anakuja sasa kusafirishwa kwa hali ya kupigwa na kuuawa kwa ajili ya utangazaji wa Injili takatifu ya Mungu. Mtu wa Mungu, kesha sana, kesha sana. Alafu nikaambiwa kwamba hayo maua ni vifo vya Wakristo vinatujia. Ni vifo vya Wakristo ambavyo vinatujia, kwamba tutapigwa, tutauawa. Taka usitake, vitafika. Kimbia usikimbie, kwepa usikwepe, vitafika. Lakini tumwambie Mungu atuvike ujasiri, maana ni vitu vigumu sana. Niliona vinatisha, vinaogopesha, vinatisha mtu wa Mungu, vinawasha kuzidi hata pilipili. Mungu atusaidie sana. Sio wakati wa kucheza na dunia, sio wakati wa kucheza na dhambi tena. Ni muda wa kufunga misipi viunoni, ili kwamba hatari ya Wakristo inapofika tujikute tumefunga misipi kwenye viuno vyetu, tujikute tumevaa diri ya haki vifuani. Bwana ametuvika hizo diri za haki vifuani mwetu. Tujikute Bwana ametuvika viatu kwenye miguu yetu. Tujikute Bwana ametusaidia na kutuvika chepeo za wokovu kwenye vichwa vyetu, ili kwamba tusiweze kutishwa na kifo. Ndugu mpenzi, kifo kinaweza kukutisha ukasema mimi sio wa Kristo kabisa, na hapo una miss. Alafu nikaambiwa kwamba huyu ambaye ameweza kuacha hilo ua na kusitasita na kuangalia pembeni, kwamba aliweza kuona mateso ambayo wenzake waliweza kupata, akasema mimi siko tayari kukufa kwa sababu ya Yesu. Hapana kabisa, haya magumu mimi sitayastahimili. Na ndipo hapo ameonekana kumbe ameacha ua lake. Mungu atusaidie, mtu wa Mungu. Mungu atutie nguvu, Mungu atusaidie. Na ndipo hapo nikaambiwa kwamba ndiyo maana huyo uliona mwili ulimuuma sana, akaona majaribu yanapita, masubufu yanapita, mimi sitaweza haya. Alapo alipoamua kwamba hataweza, ni hapo aliweza kuacha lile ua. Ndiyo maana umeona ua limeanguka, hakulichukua, na ndiyo maana hakupaa. Safari yake imeshia hapo. Kazi ambayo ameifanya kuanzia huko ambako umeona ametoka, akijikongoja, akijibulula, akijitahidi katika safari, lakini angalia amekuja kuishia wapi? Kwa mwisho, mahali liua lilikuwa. Angalia hiyo safari aliyoifanya. Angalia, nikaonyeshwa safari aliyoifanya. Alifanya kazi nyingi, alitoka mbali, mengi ameyashinda, lakini alipofika hapo, hakuweza kunyakua lile ua, akashindwia pale kwa mwisho. Kwa mwisho ndiko alishindwia, na huku mwisho ndipo wenzake walikwenda kunyakua ua na kufaa, lakini yeye ilipofika mwisho wake ua likamshinda kunyakua. Na ni hapo kwamba akaweza kuonekana kwamba amemisi mbingu. Mungu atusaidie, mtu wa Mungu. Ameweza kupoteza lile alilolitumikia muda wa miaka mingi, akaweza kulipoteza kwa sekunde moja, akaweza kulipoteza kwa muda mchache tu, akajikuta vyote amekwenda kuvihomba.
Yesu atusaidie. Yesu atusaidie, mtu wa Mungu. Yawezekana unapiganishwa kwa njia ambayo mimi sijui, lakini wewe mwenyewe unaijua. Lakini usikate tamaa. Yesu akutie nguvu. Yesu akusaidie. Yesu akuvike ili kwamba uweze kumaliza safari hii ambayo imejaa shida na matatizo na miiba. Yesu akuvike nguvu uweze kuifikia mwisho, upate mwisho mzuri. Hicho ndicho kilio cha watakatifu, ni kuomba mwisho mzuri tu, ili tukaweze kujiingilia kwa Baba, tukaweze kupumzika badala ya shida, baada ya shida tulizozipata duniani, baada ya machozi tuliyoyalia ulimwenguni, baada ya ziki na shida tuliyoyapata ulimwenguni. Mungu akutie nguvu, mtu wa Mungu, na yenisikiliza, ili usiweze kuacha kuyafanya mapenzi ya Mungu, ili usiweze kumisi paradiso mpya. Oh, haleluya! Kwa sababu ya magumu, kwa sababu ya shida, kwa sababu ya vikwazo, Mungu akutie nguvu, usije ukaacha kuweza kuingia kwenye lango lililo jembamba kwa sababu ya magumu na matatizo yanayokupata. Mtu wa Mungu na yenisikiliza, muombe Mungu akutie nguvu, akusaidie. Usiwe kama huyu ambaye niliyemuona kweli niliumia sana. Ikiwa mtu anaweza kutumika kutoka mbali huko kote, safari ndefu hiyo aliweza kuifanya, lakini aje kutokea kwa mwisho. Mungu atusaidie, tutie nguvu, mtu wa Mungu. Niliona hii ujumbe inatisha kweli. Niliona Baba Mungu, nililia, nilihuzunika. Nilisema, Mungu, sasa itakuwa namna gani ikiwa kwamba watu wako watakutumikia hivi, kisha kwa dakika ya mwisho tukuja kukosa ufalme wa mbingu? Ni ole, ni laana kukosa mbingu, ndugu mpendwa. Kwa kweli nimeita laana kwa sababu nimeita hiyo ni laana kubwa. Kukosa mbingu ni laana kubwa, mpenzi. Ndugu msikilizaji, muombe sana Mungu, tumsi Mungu atuondolee laana ya kukosa mbingu. Kwa kweli ni laana, mimi naitaga ni laana. Kukosa ufalme wa Mungu ni laana. Mungu atusaidie sana. Mungu atutie nguvu. Mungu atusaidie. Tukeshe wa Kristo, tukeshe wapendwa. Hata wewe ambaye haujaokoka, sio Mkristo, tafuta sana kujikaribisha kwa Mungu. Tafuta sana kumkaribia Mungu. Kuna wakati tena niliweza kuona kwamba watu wanaambiwa ya kwamba eti kwamba yaja siku ambayo watu watazilaani tumbo za mama zao zilizowazaa. Nikasema, sasa Mungu, mbona mimi ninapenda tumbo lililonizaa? Mbona mimi ninampenda mama yangu mzazi? Sasa mbona ninaona mtoto huwa anampenda sana mama yake mzazi au baba yake mzazi? Eti kwamba waambie watu wangu, inakaribia sana hii siku, inafanya hima sana, inakuja ambayo watu watazilaani tumbo zilizowazaa kwa sababu ya uchungu ambao utakwenda kutokea kwa dunia hii. My God, kwenye few minutes, kwenye minite midogo sana, nilikuja kuona mpaza injili ametumwa, akahubiri neno la Mungu, akalihubiri neno la Mungu, mpendwa, lakini watu hawakuweza kumjali, wakamwigno. Lakini baada ya minite kidogo, tukio lililotukia pale, kwa kweli watu walilia. Usingoje wakati huo wa uchungu, usingoje wakati huo ambao utamtafuta pasta na usimpate. Utamtafuta, yule alikuwa akihubiri kwamba kuna kuja wakati ambao uko kama kama wakati wa Nuhu. Yuko wapi nimwambie shida zangu? Yuko wapi aweze kuyapitia tena yale maneno, anikumbushe nayo? Hautampata ndugu mpendwa. Utamkimbilia mwalimu, wala hautampata. Utamtafuta mchungaji, hautampata. Utatafuta hii sauti ambayo inayokuambia, wala hautaipata. Mpendwa mwenzangu, mpendwa msikilizaji, usingoje wakati huo. Kila mtu anampenda mama mzazi na baba mzazi, kila mtu anapenda tumbo lililomzaa. Lakini imagine sasa ije hiyo uchungu ambayo itasababisha wewe na mimi kulaani tumbo lililokuzaa. Sio muda wa kucheza, hapana.
ni muda mzito, utakuwa ni muda mzito wa uchungu mwingi sana. Mungu atusaidie wapendwa. Basi ujumbe mwingine ambao ninakwenda kusema ni hiki kipengele ambacho ninakwenda kukisema, ambacho kinahusikana na mambo ambayo niliweza tena kuonyeshwa kwa usingizi huo lakini unatofautiana masiku. Basi nikaweza kuonyeshwa barabara kubwa, nikaonyeshwa haya mabarabara tunayoyatembelea, nikaona magari yanapitana hemo kama hivi tunavyoona magari yanapitana hemo bize. Nikaona baada ya hapo, nikaona wamemteua jeshi mkubwa, ambaye huyo jeshi alikuwa ni jitu la mwanaume, ni jitu kubwa kabisa. Mwanaume sijana, naye alikuwa ni askari. Alikuwa kitu ambacho niliona alikuwa nacho mikononi mwake ni marker, kalamu ya marker. Sijui ninaweza kusema kwa maka, kwa English wanasema kwamba ni maka. Sasa hiyo ni kalamu ambayo tunasema ni marker, kalamu ya marker. Nikaona huyo ambaye alikuwa ameteuliwa ni jitu la mwanaume kabisa, sujaa, alikuwa ni askari. Akaambiwa, akapewa ruhusa, akapewa na vitambulisho vyote ili aende barabarani aweze kuandika watu. Sasa nilipokuwa nikiona yuko kwenye heka hizo za kuenda barabarani, sikujua, nikaona mara moja ameenda kwa barabara. Gari likipita anaandika mtu, gari likipita kila watu walio kwenye gari lile anawaandika. Hata uko kwenye beskeli anakuandika bila wewe kujua. Anafanya tu ni kama vile alikuwa teknisia kabisa. Alikuwa akifanya tu hivi tu, akifanya chwa kidogo tu pale ile nani ameandika inatokezea kwa mwili wako ni 6 Jamani, ni maajabu. Ilikuwa yani ni kama vile automatic. Alipokuwa akifanya tu hiyo markeri hivi tu kidogo, na mara moja ninaona inatokea picha kwa yule ambaye ameandikiwa eko, kunatokea hiyo picha ya 6-3. Nikaona ni hatari hii, ni maajabu. Sasa watu wengi wakawa wameandikwa hivyo. Wengi hawakujua na wengine walijua, wakaona ni kama vile mchezo tu. Ni kama vile vitu vyenyewe viko easy, ni vitu vyenyewe viko simple, lakini havikuwa simple. Ingawa walivyoonyesha ni vitu simple, lakini havikuwa simple. Yeye alikuwa anajua kazi ambayo yuko anafanya kwa usujaa wake, naye alikuwa ni mtu wa kutisha sana. Baada ya hapo nikaja kuona umetokea msaada wa Mungu, ambaye ni mtu ameitwa akaambiwa kwamba awasaidie watu. Nikaona huyo mtu anasaidia watu, lakini kwa kusaidia kwake alikuwa anasema vile tu taratibu, anasema enyi watu munifuate kwa njia hii. Akiwaelekeza kwa njia hiyo, wengi wadogo wakamfuata, wengine wakaelekea kwa ile njia kubwa na wakaenda kwa kile kibarabara. Akawa anawadunga tu hiyo markeri na kuwadunga, yani ilikuwa simple kabisa. Anawadunga tu hivi kidogo tu, na pale picha inajitokeza kwa mwili wa yule mtu basi. Lakini mahali alilenga, kuna sehemu fulani niliona akiwa aliyokuwa analenga maandishi hayo yaweze kuaparetre au kuonekana, kujitokezea. Basi baada ya hapo, ndugu msikilizaji, ilikuwa ni mambo ya kushangaza sana, ya kuogopesha. Baada ya hapo nikaona kuna wengi ambao waliambiwa kweli msipite hapo, ndipo huyo jambazi amekaa, huyo jeshi. Lakini kwa sababu ya masikio magumu ya watu, wakawa wanaelekea ile njia ambayo ule mtu wa Mungu anawakataza wasiendee. Lakini sasa mahali alikuwa akiwaelekeza mpitie hapa, mnifuate, ni wachache niliona wanamfuata kwa ile njia, naye akaenda na wale wachache wenyewe walimsikia, akaenda. Nikaona na waongoza wakaenda upande mwingine. Au ndio walinusurika kutokuwa na hiyo alama ambayo ilitoka kwa hiyo marker. Baada ya hapo hiyo njozi ikaisha, lakini nikaona wengi wameandikwa. Na kulitokea mtu mmoja ambaye niliona alipotaka kumforce, akataka kumwandika kwa nguvu, lakini kwa neema ya Mungu mtu huyo akakengeuka, akaona
niende kwa yule ambaye anaweza kunisaidia, akamkimbilia. Lakini ule mtu ambaye ni shujaa, ambaye ni askari, aliyekuwa na vitambulisho hivyo vya kuwadunga watu wa Mungu hivyo vitu, akawa amemvizia yule ninamtaka sana kwa hasira, ili kwamba aweze kumwandika hiyo miandiko yake. Lakini akawa ameandika moja, lakini haikuweza kushika mtu wa Mungu. Watu wa Mungu niliona ni ajabu, ni mambo ya kushangaza kweli. Kwa akili zangu mimi niliona yananipita, ni mambo ya ajabu ya kushangaza. Akitaka kuandika ile markeri haikushika, aliandika moja lakini ya kufuatia haikushika wala haikukamatika kabisa. Na ndipo yule mtu nikaona kwa neema ya Mungu ameokolewa na akapona na akaweza kupelekwa huko. Basi jina la Bwana libarikiwa kwa huo ujumbe. Ninakwenda kuleta ujumbe mwingine huu ambao unafuatia. Niliwaambia hapo mwanzoni kwamba nimekwenda kuyaweka hapa kwenye mlolongo namna yanavyofuatana, na ndivyo nitakwenda kuwaambia navyo. Basi ninakwenda kwa kingine kipengele. Ni kipengele ambacho niliweza kuonyeshwa tena katika hiyo hali ya njozi. Nikaona kwamba nimepewa ujumbe huu niambie wanandoa. Ujumbe huu ni kwa ajili unahusikana na wanandoa tu. Niliona wananiletea ringi. Ringi ni pete ya kidole. Hii pete tunayoivaa kwa vidole vyetu. Lakini sasa nikaambiwa kwamba unaona hiyo ringi, hiyo pete ni pete ambayo watu wengi, wanandoa wengi wanaidharau, lakini ina maana kubwa, ina kazi kubwa ambayo sisi tunaidharau, hatuijui. Lakini niwaambie wanandoa, ikiwa sisi tunaidharau pete, lakini shetani haidharau, anajua nguvu zilizomo katika pete za wanandoa tunapozivaa. Mungu atusaidie sana wanandoa. Nikaona wameniletea pete. Hiyo pete nikaambiwa, ambia wanandoa huu ujumbe, wajue wao wanajua kuvaa pete. Wajitahidi sana kuvaa pete. Kuna nguvu katika pete. Kumbe mimi sikukuwa najua, lakini nimejua kupitia message hii ambayo niliweza kupewa, kwamba niambie wanandoa tujitahidi sana tuvae pete. Tuvae pete kwenye vidole vyetu. Wanandoa wanajua mahali pa kuvalia pete. Nikaambiwa sio kila pete tunaweza kuvaa kama wanandoa. Mbona sisi wana wa Mungu tunazidiwa akili na huyu mwovu shetani? Eti kama shetani anajua alama ya pete ya wanandoa. Shetani anajua nguvu zilizo katika hiyo pete tunapoivaa. Anajua tunatangaza nini. Mtu wa Mungu usiwe mtu wa kupuuzia kila kitu. Unaposikia usiseme ona sasa huyu mama naye anakuja na mapete nazo. Na mimi sikukuwa najua. Lakini na mimi nilikengeushwa na Mungu katika njozi hiyo. Nikasema kweli, kumbe kuna nguvu, kuna authority ambayo Mungu anawekaga katika pete. Ni sio kwamba uinunue na kuvaa mara moja, iombee ili kwamba hiyo nguvu ya Mungu ije kwenye pete hiyo. Iombee mtu wa Mungu kwamba unapoinunua hiyo pete, make sure kama unaiombea, baada ya kuiombea vaa. Mengine Mungu anashughulika bila wewe na mimi kujua. Sasa nikaona madaimoni namna zinavyotembea zikiangalia. Nikasema sasa mbona hiki kitu kibaya kinaangalia? Eti hivyo ndivyo shetani anatuma wajumbe wake, anatuma pepo wachafu kuchunguza wanandoa, kupiganisha wanandoa, kupiganisha ndoa za watoto wa Mungu. Mungu tusaidie Mungu tusaidie. Alafu nikaona mtu aliyekuwa amevaa pete. Sasa hiyo Mungu anajua namna ya kuifanya, lakini kwa machache acha nikuambie haya ambayo ninaruhusiwa kukuambia. Mtu wa Mungu, nilionyeshwa katika hiyo njozi pete ambayo tunapaswa kuvaa kama wanandoa. Ni pete ya circle. Niliona wananipatia kabisa hiyo picha, wanaileta hiyo pete
kwenye uso wangu, wakaniletea nayo ili kwamba niweze kuijua, ili kwamba nitakapokuambia ndugu msikilizaji, nisiwe kama vile niko na kuweka kwenye confusion. Niseme kitu kwa uwazi jinsi nilivyokionyeshwa. Nilikiona wazi, sio kwa kupapasa. Niliona wananionyesha pani pete ya circle. Wakaniambia sio kama zile. Nikaona wananiletea mfano mwingine wa pete. Wakaniambia hapana, hii waambie watu wa Mungu, hapana hii ya makona kona, hapana ile pete ya makona. Sijui ninaweza kusema kona namna gani, ya mapembe kama vile ya mapendezesho, sio ya maua, sio ya makona kona ya kuonyesha kwamba hapa panabonea, hapa panainuka, hapa panabonea, zile za modele za kupishana, hapana. Nikaona ni picha, ni pete ambayo imeruhusiwa, ni ya hii, ni ya circle, ni ya seko, hii ya mzunguko ambao hauna pa kukatikiza au pa kubania. Ni hii inazunguka direct. Alafu nikaambiwa hiyo ndiyo inaruhusiwa kuvikwa au kuvaa mwanandoa. Na nikaambiwa kwamba tuwe tunaangalia rangi. Hiyo rangi ambayo nimeonyeshwa ni ya gold, sio ya silver, ni ya dhahabu. Sijui kwa nini msikilizaji wangu, sijui kwa nini Mungu alipenda kunipatia njozi hii, lakini acha niseme na wewe ili nisije nikalipishwa kwamba haukuniambilia watu wangu, asije kanidai Mwenyezi Mungu damu za wanandoa kwa ajili ya pete tu, ya kusema tu pete. Hapana ndugu msikilizaji, acha nikuambie, niliona ni pete ya dhahabu ndiyo inaruhusiwa, yani yenye ina rangi ya dhahabu kwa utukufu wa Mungu, na aivae kwa sababu yeye ni mwanandoa. Asichukue inakuwa ni ringi, inakuwa ni ringi ni nani? Ni pete. Isiwe pete ya ruje, isiwe pete nyeupe, isiwe pete ya rangi mbali. Ni rangi yenye niliambiwa ni ya dhahabu. Mungu anajua heshima ya dhahabu. Ndugu mpendwa, ushindi wa Mungu ufuatane na wewe mtu wa Mungu na unisikilize kwa ndoa yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ni hayo tu ambayo nilikuwa nayo kuhusu wanandoa. Tumshinde. Yesu atupatie nguvu ya kumshinda ibilisi shetani. Amen. Ninakwenda kwa kingine kipengele ambacho nimeweza tena kuambiwa niweze kukuambia mtu wa Mungu unayenisikiliza. Hiki kipengele kingine ambacho ninakwenda kukuambia mtu wa Mungu, nitege masikio vizuri sana kwa makini. Usichoke. Nitakwenda kumalizia tu, panabakia minute kidogo tu nimalize. Panabakia hata baada ya hiki kipengele kutabakia kimoja tu na mimi nitakwenda kumaliza na nitakuwa nimelipa deni. Basi hicho kipengele ambacho nimeweza kukuambia unitege kwa masikio yako kwa makini, ni hiki ninakwenda kukuambia tena. Nikaona wamama wengi sana, na hao wamama nikaona kama vile wanasaidia kumsapoti shetani kuuzisha mambo yake. Ndugu msikilizaji, niliona hii ndoto imenitisha. Sikuona mbaba, niliona ni wamama. Niliona wamama wengi sana, tena wanakuwa kama vile wenye kuabudu sanamu. Ni kama vile biliari. Mungu atusaidie sana. Ni kama vile wanaabudu, wanatoa ibada ya kuabudu sanamu. Baada ya hapo nikasikia kri moja inatokea kwa hicho kimungu ambacho walikuwa wakikiinamia na kukitia nguvu na kukiinua kabisa. Hicho kimungu kikatoa kri moja ambayo sijui ninaweza kurepete kukiigiza. Hapana, siwezi, ni uchafu. Kililalamika, kilipaza sauti. Hiyo kri ilikuwa ndefu sana, kikaweza kupaza sauti. Na papo hapo nikaja kuona ni kama vile mtu anaweza kufunika mfuniko na unafunua mfuniko kwa chungu au kwa bakuli. Nikaona sio bakuli, ni kitu kimefunuliwa kama vile ardhi. Ardhi ikawa imefunuliwa. Nilipokuwa nikiona katika hiyo njozi, nikaona mahali vimefanyiwa ni kuzimu.
Ni kuzimu ndipo walikuwa wakiabudia. Sijui bilifanyika namna gani, lakini kwa utukufu wa Mungu ninaisema tu, Roho wa Mungu atakutafsiria uweze kuyaelewa. Nikaona ni kama vile wamefunua mfuniko. Nikaona hiyo mfuniko ni ardhi wamefunua na kuacha kuzimu wazi. Nikaona mambo yanayotendeka hiyo ambayo wanaabudu. Nikaona katika kuabudu huko, nikaona kumetokezea visu vikubwa, watu wa Mungu, vimipanga vikubwa, visu virefu vya makali vimenolewa kimaajabu. Baada ya hapo nikaja kuona, ndipo huyo hicho kimiungu kikatoa sauti hiyo kubwa, na ndipo ikapaa. Na wakati huo wakikiabudu na kukipigia saluti kwa kukiabudu na kukiheshimu, vimipanga hivyo vyote vikakusanyika, wakakuwa kama vile wanavipirifia, wakakuwa kama vile wanavisukua, wanavisafisha katika hiyo kuabudu, wakawa wamevisafisha. Sasa hivi vimipanga vikanitisha, na hivyo visu virefu vyenye kunolewa vilikuwa na makali mazito, hata kwamba unaweza kukupitisha tu eko na kinakukata kabisa mara moja, bila kusema wachinje wakate kwa nguvu. Ni kukupitisha tu hivi kidogo tu na unakatika hata mkono kabisa. Kama wamekupitisha eko kwenye shingo, na shingo linatoweka, linakatika. Sasa vikanitisha watu wa Mungu. Sasa ni hapo nilikuja kusema, sasa mbona hivi vimipanga vitakuja kuniataka? Nikaambiwa kwamba hivyo sio kama vile umeviona, ni vimipanga na visu ambavyo vina makali kweli kweli. Usiogope, havitakukata. Lakini ninataka uone kazi ya hivyo visu na hayo mapanga. Maana hivyo visu vinatumika huku ulimwenguni, mahali unapokaa, mahali mlipo. Nikasema mbona hivi visu sijawahi kuviona? Vinatisha, vinang'aa ajabu sana, vimenolewa ajabu sana. Unaambia visu tunavizoea kuvitumikisha, ukipitisha mwenzako kukisu akiwezi kupita kinamkata shingo, lakini hivyo nilivyoviona vikipita tu hivi kumutu vinamkata shingo na damu zinamwagika. Nikaona zinatisha, hivyo vitu vinatisha, hivyo visu na hivyo vimapanga. Baada ya hapo nikaambiwa, umeona visu hivyo na mapanga hayo? Ndivyo sasa wamekwenda kusukua. Kwa hiyo ukiona wakiabudu, wanavisukua, wanavisaidia kunolewa, wanavinoa, wanavisukua. Baada ya hapo nikakuja kuona mmetokezea nini? Hivyo visu vimebadilika kuwa kucha. Kucha jamani, kucha hizi kucha. Na ndipo huyu akawa kama mtu anataka kutapika, kama anataka kubiola, kama anataka kutapika kitu kibaya. Na ndipo akatoa hiyo kri ambayo nimewaambia, hiyo akapaza sauti, na ndipo hivyo vyote vikapandishwa mpaka huku ulimwenguni. Nikapita na zitambo, nikasema hivi vinauzishwaga huku kwetu. Huku kwetu nilishaga wahi kuona madukani hivi vitu, vikageuka vile visu, vikageuka kuwa kucha. Hata wamevipamba, sijui mapambo, wamevipamba tu vitu vya kung'ang'aa, tu vitu vya kuwaka. Nikajua kwamba ni zile kucha ambazo wanauzisha madukani. Mtu wa Mungu, nikaona hayo mapanga na hivyo visu vimenolewa, vimegeuka kuwa hizi kucha tunazoziona wanaziuzisha madukani. Mungu atusaidie sana. Nilisikia natetemeka, nilisikia naogopa. Nikaambiwa, unajua sasa vile ulivyoviona vipanga vile na visu vile, ndivyo sasa hivi vinakuja kuuzishwa ulimwenguni. Kwa macho ya roho ni visu kweli kweli, vinakata, vinampatia shetani damu azinywe. Lakini kwa macho ya nyama mnaviona ni vikucha mnavaa kwenye vidole vyenu. Mbona mnamwaibisha Mungu aliyewapatia kucha za original? Mbona tunajitafutia vitu ambavyo vinatuangamiza bila kujua, watu wa Mungu? Nikaambiwa kwamba hizo ni kucha, lakini ni kizuri umejua mahali zimetoka. Nikaambiwa kwamba hizo kucha umeziona, zimesukuliwa, umeona mahali zimetoka.
zimebadilika kwa sekunde. Mtu wa Mungu, zimebadilika kwa nusu sekunde, zikawa zimetolewa kwenye visu na kuwekwa kwenye kucha. Kwamba nikaambiwa kwamba mtu yeyote anayevaa kucha za kubandika, hizo kucha hizo za kubandika kwenye kucha za original ya Mungu alitupatia, mtu yeyote anayejua anavaa hizo kucha za kubandika, nimwambie kwamba anampa shetani damu, anamsaidia shetani kumwaga damu ulimwenguni. Mtu huyo anaua, mtu huyo anamwaga damu na kumpatia shetani damu anywe. Kama wewe unajua unavaa hizo kucha, jua uko na support shetani kwa kumpatia damu za watu. Eti kwamba hizo damu hivyo hivyo uliona zinakata, yani zikipitia tu kwa mtu na zinakata shingo, na ni hivyo hivyo hizo kucha ni panga ambazo shetani amenua, ameleta duniani, business anauzisha, ili kwamba shetani ajipatie benefits ya kunywa damu. Ukivaa hizo kucha, jua uko na mtembezea shetani biashara zake za kumwaga damu na kumnywesha damu asikose kitu cha kukula au cha kukunywa. Na huku neno la Mungu linatuambia kwamba chakula cha joka, Mungu alimwambia joka, utakula mavumbi, kula udongo. Acha shetani akule uvumbi, akule udongo na mavumbi. Usimpatie damu mtu wa Mungu. Uko napatia shetani damu bila wewe kujua. Eti nimevaa kucha, nimependeza. Kumbe huku kwa ulimwengu wa roho Mungu anakuona uko na mwaga damu, uko na mpatia shetani damu za watu, uko na ua watu, uko na wakata shingo wewe bila kujua. Jirekebishe mtu wa Mungu. Siku kazi, lakini ninakufikishia ujumbe huo. Kama utaudharau, hayo yanakuangalia, na kama hautayadharau, sifa zimrudi Mungu. Lakini ninachokutakia, fanya uamuzi, jipatanishe na Mwenyezi Mungu. Basi hilo linaishia hapo. Ninakwenda kwa kingine kipengele ambacho tutakwenda kumalizia hiko. Nakwenda kumalizia hiko hii njozi ambayo ni ya mwisho. Nakwenda kuambia, nilikuwa nimepewa tena ingine njozi hii. Nikaona nimepelekwa nafasi fulani. Nilipopelekwa nafasi fulani kwa usingizi, nikawa nimeona tumeegesha nafasi fulani. Tulipoegesha hapo, nikaona wananichota kidole. Mtu ananichota kidole, ananiambia tazama hapo. Nilipoinua macho yangu, ndugu msikilizaji, nikaona tanuru la moto linawaka kiajabu. Nikaona watu biliare na biliare na biliare. Siwezi weza kuwahesabu mimi, maana mimi si mjuzi wa hesabu, si mjuzi wa sana kwa hesabu. Lakini kwa yale niliyoyaona, niliona ni biliare na bilioni, na sijui ninaweza kusema nini, ya watu katika hilo tanuru. Nikaambiwa hiyo ndiyo mateso tangu mwanzo wa ulimwengu mpaka sasa. Watu ambao walimuasi Mungu wamo katika mateso hayo. Na jehanamu ndiyo hiyo, ndiyo ile jehanamu. Mungu wangu atusaidie. Akusaidie ndugu unayenisikiliza. Kama unacheza, kama unakula raha, kama unakula baraka zikule mzuri, lakini uangalie kwa makini zisije zikakukula. Usije ukazitapika ukiwa motoni. Mungu wangu. Nikasema ni nini ile? Akaniambia hiyo ndiyo jehanamu. Niliona watu wanateseka, wanalia. Jamani, mimi ni mzazi, nimeshawahi kupata uchungu wa kuzaa, lakini huo uchungu niliona huko unatisha ndugu zangu. Wala siwezi kusubutu hata kidogo kufananisha wala kuuzogeza na huo uchungu wa kuzaa. Siwezi uzogeza, siwezi ufananisha hata na hata kidogo kwa uchungu niliouona hao watu walikuwa wakiupata. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Hata na mimi nikaanza kulia.
Nikalia nikiona wenzangu wanalia huko, nikaanza kulia na mimi, nikaanza kulia. Watu wanasosoka nywele kwa kichwa hakiungui. Jamani, niliona ajabu. Wanaungua lakini ni kama hawaungui. Wanaungua, wanapata mateso lakini hawafi. Ndio ajabu niliona. Najua huku duniani mtu akiungua na anakufa na yanaishia hapo, lakini ni tofauti na jinsi niliona watu hao walikuwa wakiungua, walikuwa wakiteseka. Yani wanateseka, wanakongotana na vitu. Mungu tusaidie. Nikaona ni kama vile yani wanachoka lakini hawana pa kupumzikia na hawana pa kuchokea. Mtu akichoka unaweza kusema ngoja nende kitandani nikapumzike, lakini sasa wao hawana pa kupumzikia. Ni mtoko na juu ya mtoko na kuzidi mchoko. Nimekuisha kuwapatia sura ya mzazi wakati tunapatwa sisi wamama na uchungu wa kuzaa. Nimeshajua uchungu wa kuzaa. Nilikuwa nawaza uchungu wa kuzaa ndio uchungu wa mwisho. Wala huo uchungu wa kuzaa hauwezi kulinganishwa na huo uchungu niliona hao wandugu wakiteseka. Alafu kilichokuja kunishangaza, mtu wa Mungu na inisikiliza, Yesu wewe tusaidie. Tusikose mbingu jamani, tusikose mbingu. Ni laana kukosa mbingu. Mungu nisaidie mimi. Mungu nionee huruma, nisaidie nisikose mbingu. Mungu saidia watoto wangu tusikose mbingu. Mungu saidia wapendwa hao wanaonisikiliza wasikose mbingu. Mungu saidia mume wangu, saidia wazazi wangu, saidia ndugu zangu, saidia jamaa langu, saidia Bwana, saidia wateule, saidia watakatifu wako Mungu tusikose mbingu, saidia kanisa lako Mungu tusikose mbingu, saidia wapendwa Mungu tusikose mbingu, saidia ulimwengu wote Mungu tusikose mbingu. Kweli Baba yangu, tuondolee laana Baba, laana hiyo iwe ituepuke Mungu, iwe mbali nasi Kristo. Yesu tusaidie. Jamani msikilizaji, niliona uchungu huo ambao wenzetu waliupata, nikasikia na mimi kweli ninauzika, nikasikia uchungu unanipita. Nilipokuwa naangalia namna wanalalamika, wanalia, nikaanza na mimi kulia. Nikasikia nguvu zimeniisha, nikaanza kulia, nikawa kama vile na mimi naanza kusikia ule uchungu ambao wanausikia mtu wa Mungu. Nikaanza kulalamika, nikaanza kulia. Baada ya hapo nikanyamazishwa, nikasikia wananiambia nyamaza, angalia sasa huo uchungu ambao unaona ndio huo live ambao watu ambao walimwasi Mungu wako wanachangamkia ndani. Changamka na ulimwengu ndugu yangu, pita na mambo ya ulimwengu, lakini umuombe Mungu neema, usiende nafasi ile. Yesu atusaidie sana. Baada ya hapo nikasikia kweli nguvu zimeniisha na kulia, nimelia kwa sababu ya uchungu ambao hao wandugu wako emo. Lakini uchungu wangu na kulia kwangu hakukuwasaidia hata neno hili moja. Baada ya hapo nikaona nimesogezwa karibu kidogo, nikasogezwa kando kidogo, nikaambiwa unaona ule. Baada ya hapo akatokea picha ya mtu ambaye ninamjua. Mungu atusaidie sana. Nikashtuka. Mbona huyu naye anapatikana huku? Nikapita nasema, mbona huyu naye anapatikana huku? Mbona tunakaa ninamjua? Mbona yuko mahali nimetoka? Yuko hai. Kwa sababu katika hao watu wengi niliona yani ni kila nationality, yani ni kila nation. Ni kila rangi. Yani watu wa aina yoyote ile, watu wa kila aina, wa aina mbalimbali. Niliwaona hapo wakiteseka na kulia na kulalamika. Hawapati msaada, hawapati kupumzika, hawalali, hawapumziki, hawana recreation, hakuna kujirecrea hata kidogo.
ni kulalamika na kupata masumbuko na kupata kuungua na kuteseka. Baada ya hapo sasa ndipo niliambiwa niangalie kwanza huyo ndugu, nikamjua. Sasa anateketea ni kama vile ni mamoja na wale ambao walikuwa wakiungua huko. My God, nikasikia naogopa. Nikasikia mbona huyu naye ni nini? Mbona ninamjua? Na ni hivyo kabisa nilimjua. Mbona sasa huyu naye yuko huku? Mbona hajafa huyu? Mbona yuko hai? Sasa amefikaje hapa? Kwa sababu ninamjua na nilimuona huyu mtu. Amefikaje hapa naye? Mbona sasa amekuwa kama vile ameungua muda mrefu, miaka mingi. Amekuwa mausi tiriri kupita na likala. Sasa ni kama naye amezoea, katika wale ambao wamezoea hiyo shida na hiyo tabu. Ni amelia mtu wa Mungu, amechoka kama wale ambao nilikuwa nimewaona hapo mwanzo. Ni kama naye amezoea kabisa hiyo shida. Ni kama naye amekaa muda mwingi kwa moto huo, kwa nafasi hiyo ya shida na machozi na magumu kama na hayo. Nikauliza hivyo. Nilipouliza hivyo, nikasikia wananiambia hivi, Yowe Yesu wewe tusaidie. Nikasikia aliyenipeleka kaniambia hivi, huyu mtu ambaye unamuona na umeshtuka kumkuta hapa, ni hivyo ndivyo yalivyo. Ni hivi ndivyo yalivyo. Yuko tayari hapa. Ndiyo anaishi, bado angali hai. Lakini dhambi yake imemtangulia tayari motoni. Na ndiyo maana umemuona ana aparetre hapa kwenye moto. Ndiyo maana unamuona anawasili hapa kwenye mateso haya. Wow. Nikauliza sasa, mbona sasa anawasili hapa kwenye mateso haya na bado angali anakula raha ulimwenguni? Ni kwa nini sasa? Pale nikaanza kulia. Naye sasa aliponiona akaanza kulia. Hata nikashangaa ameniita kwa jina. Fulani, nisaidie, muambie huyo mtu aje anisaidie, aniokoe, anitoe nafasi hii. Ninaungua, ninateseka. Muambie huyo ambaye yuko karibu yako aje anisaidie. Niambie naye, hata wewe unaweza kuja kunisaidia, unitukue, unitoe nafasi hii. Maana ninateseka. Akaniita kwa jina. Mungu wetu saidie. Tusaidie Bwana. Baada ya hapo nikamwambia sasa, mbona ameniita kwa jina? Akaniambia, wewe hauna ruhusa ya kumtoa hapo. Hauna ruhusa ya kumtoa hapo. Hauruhusiwi kwenda hapo. Na nikaona sina nguvu ya kwenda kumtoa hapo. Sasa nikamwambia, mbona bado angali anafanya hata kazi, anafanya kazi kama vile tunavyofanya makazi huku duniani. Mbona kama ni business anaifanya, kama ni uchuruzi, kama ni kupita mwingine anapita, kama ni kwenda kanisani, mbona sasa anaenda kanisani? Maana nilimjua, nikasema mbona huyu anaenda kanisani, mbona huyu anafanya huduma, mbona huyu bado angali anafanya kazi, anatafutia watoto kama vile tunavyowatafutia. Wala hajawa eti amezeheka, anatarajia kukufa. Mara nyingi watu tunaona huyu anagonjwa sana, na hivi amegonjeka, yani yeye amezeheka sana au amegonjeka sana, yeye yawezekana anaweza kukufa. Ni mzima, mwenye nguvu, anatumika, anafanya huduma kanisani. Mungu wangu, nikashangaa cha ajabu, ni mtumishi. Yesu wangu tusaidie. Sasa nikamuuliza, Yesu tusaidie. Nikamuuliza sasa, mbona ameniita kwa jina akitaka msaada? Mbona sasa yuko anaungua hivi, anateseka,
Na mbona sasa Kenya niliegamia sana iko kuuliza, mbona angali hai na iko anatumikia Mungu na yuko duniani angali hai? Hilo ndilo sana nilikazia iko kuuliza. Ndipo nikasikia naambiwa kwamba eti dhambi yake tayari imekwisha kumtangulia hukumuni. Hiyo ndiyo maana yake. Umemuona hapo katika wenye kusufrire. Kuna watu wako duniani wanafanya kazi, wanatafutia watoto, wanahangaika na maisha, wanafanya hata kazi za Mungu, lakini dhambi yao imewatangulia hukumuni. Imewatangulia tayari kwenye hukumu, imewatangulia tayari kwenye moto. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Hilo jambo nilikuwa kabisa nimeona kama vile limenitisha kulielewa. Yesu wangu anisaidie. Lakini mtu wa Mungu, nimekuja kupewa kwa andiko, kwa neno la Mungu. Kumbe kuna dhambi ambayo inamtangulia mtu jehanamu, inamtangulia hukumuni. Na ndipo nilielewa, kumbe ule ujumbe ndio huu. Kumbe unapatikana kwenye kitabu, kwenye neno la Mungu. Yesu tusaidie, kwamba kuna zingine dhambi tunazitenda mara moja zinatutangulia kwenye judgment. Hivyo alafu baada ya hapo nikaja kuona wananiambia, cheki sasa vizuri, angalia kwa makini. Mimi sina muda wa kusema dhambi zake ambazo zimemtanguliza huko, anazijua mwenyewe, yeye mwenyewe atakuambia nazo. Pale tena nikaona kama vile wamefunua kidogo, kama vile kapazia tu, wakamrudisha. Nikaona amerudi, anasema, mama fulani umekuja kunisaidia. Ni kama vile ana hofu ya kusaidiwa, anawazia kwamba anatumaini la kwamba ninakuja kumsaidia. Umekuja eti nisaidie, mwambie nisaidie, anitoe hapa. Nikamwambia, sasa wewe fulani, juu nilimjua, nikasema, sasa wewe fulani, ni nini ambaye umetuma wewe unafika hapa? Sasa sijamaliza hata kumuuliza, kaanza kusema, unajua fulani, ikenye kinatoa mimi niko hapa, nilifanya hivi, dhambi hii na hii, mbona nilikuwa nikifanya hivi na hivi na hivi na hivi, ndio maana niko hapa. Niambilie huyo mtu aje anisaidie. Nikisikia sauti nikapita tena, naanza kulia, nikalia sasa kwa uchungu. Kwa sababu gani? Mtu anaweza kujua hiki kitu kinamfikisha mahala pabaya, sasa akakiacha hivyo akaishi nacho. Angalia sasa, nikasema sasa huko kwenye aliko anajua kwamba yuko kwa nafasi hiyo. Nikaona wananivuta kidogo tu, wananivuta kidogo, niko nalia. Nilimulilia huyo ndugu, sijui ninaweza kusema nini. Nilimulilia huyo ndugu, mpaka nikasikia kweli nimelia kweli yatosha. Lakini hata niliambiwa machozi yangu hayawezi kumtoa hapo, na kweli hayakumtoa hapo. Huzuni na kuugua kwangu haukumtoa hapo, wala hakumsaidia. Nikasema, sasa kwa nini nimeoneshwa uchungu wa ndugu huyu? Basi kweli nikaona nimevutwa kidogo na hiyo njozi. Nikaona imekatikia hapo. Mtu wa Mungu na nisikiliza, tafadhali sana, ninakusihi kwa huruma na upendo wa Yesu, ikiwa kwamba kuna dhambi ya siri unayoifanya, unayoitenda, jua kwamba Mungu ambaye hafichwi neno lolote anakuona. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba, lipi neno ambalo limo kinywani mwangu niwezalo kumficha Bwana Mungu? Hakuna neno limini mwangu niwezalo kumficha Mungu aliye hai. Ni hivyo ndugu yangu, ninakushauri usiwe na kitu ambacho unajiwazia kwamba Mungu hakijui. Hii ni dhambi yangu, hii ni udhaifu wangu, hii ni siri yangu, na huku inakupeleka jehanamu, mahali hautapata msaada. Kama hivyo niliona huyo ndugu, nilimlilia nikamulilia, lakini kulia kwangu haukumsaidia. Mungu atusaidie
hizo dhambi zinazo tuzinga haraka, tujue kuomba Mungu atuondolee nazo, zisije zikatutangulia jehanamu, zisije zikatutangulia kwenye shishema, zisije zikatutangulia kwenye judgment ya Mungu. Ndugu msikilizaji, ninakwenda kukomea hapa kwa siku ya leo, nimeishia hapa. Huo ndio ujumbe nilitaka kushare na nyinyi kwa siku ya leo. Bwana Mungu atubariki sote kwa ujumla. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninakwenda kuomba kidogo kwa kuwakilisha maneno haya na kuweza kuyakabidhi mikononi mwa Mungu na kumwachia Roho Mtakatifu azungumuze na mioyo ambayo itakwenda kufuatilia ujumbe au message hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuombe. Mungu Baba na Yesu Mwokozi, ninakushukuru Bwana kwa kazi zako ambazo nimekwenda kuzifanya kwa siku ya leo. Asante kwa kunipatia kibali mbele ya huyu baba, mbele ya huyu mama, mbele ya huyu kijana, mbele ya huyu msichana na mvulana, mbele ya huyu mtoto anayenisikiliza, mbele ya hawa wote wanaonisikiliza. Yesu, ninakushukuru kwa sababu umenipatia kibali cha kusimama na kutoa ujumbe huu ambao umeweza kunipatia kwa ajili ya taifa lako. Mungu, fuatana na neno lako. Baada ya haya Bwana, waonyeshe kwamba hukumu yako yaja. Yesu Bwana, baada ya shughuli za ulimwengu, wajulishe watu wako kwamba yaja hasira yako. Baada ya shughuli za ulimwengu, baada ya haya yote tunayopitia, yaja hukumu. Na kwa wale waliojitakasa mavazi yao, yaja zawadi yao nzuri nono ambayo umewaandalia wateule. Mungu, msaidie huyu ambaye amenitega masikio yake, neno hili au ujumbe huu na message hii ipate kufanya kazi ndani yake. Baba, katika jina la Yesu ninaharibu hali zote za kuweza kuignore ujumbe huu, hali zote za kubadilisha maneno haya, hali zote za kuweza kuleta upuuzi ndani ya watu wanaonisikiliza, hali zote za mashetani za kuweza kudharau ujumbe huu, nazikemea katika jina la Yesu. Pepo za ubishi ninazikemea katika jina la Yesu. Pepo za upinzani, pepo za kubadilisha namna sikuweza kusema, zishindwe kwa jina la Yesu. Pepo za ubadilishaji wa maneno zishindwe kwa jina la Yesu. Maana najua kuna watu ambao wanakwenda kutafsiri maneno kinyume na jinsi ya vile walivyoyasikia. Katika jina la Yesu, hizo hali zote mbaya zishindwe kwa jina la Yesu. Wale wataalamu na wajumbe na wajuzi ambao wanaojua kuchora maneno jinsi yasivyo na kuyageuza na kuweza kutaka kuleta ignorance, washindwe hao nao kwa jina la Yesu. Upuuzi na udanganyifu na ujanja wa shetani ushindwe kwa jina la Yesu. Maneno haya ninalika damu ya Yesu iweze kufunika maneno haya, iweze kuyatakasa. Nalika Roho Mtakatifu uweze kuyatafsiria maneno haya zaidi kuliko jinsi mimi nimeweza kuyafikisha mbele ya watu wako. Mungu, naomba Roho Mtakatifu yapake mafuta maneno haya na kutia nguvu, ili wanayoyasikiliza yawafalie, yawapatie tena kukaribia wewe Mungu, yawapatie kukurudilia Mungu mkombozi, yawapatie tena kusikia kiu cha kuyasoma maandiko yako matakatifu, yawaletea tena kiu cha kukaribia na kutafuta wewe, watafute uso wako. Yesu, ninakushukuru kwa sababu utatufanya kukukaribia na kukutafuta bila kuchoka, bila kujali maumivu tunayoyaumizwa, bila kujali majaribu tunayopitia, bila kujali majanga tunayoyapitia, bila kujali majeraha tunayoyaumizwa na kuyapewa na wenzetu, bila kujali mapito tunayoyapitia. Mungu wasaidie, Mungu tusaidie sote kwa ujumla, ili maneno haya yapate nafasi ndani ya mioyo yetu, yatujenge na kutubadilisha na kutufanya upya tena, yatufanye kukukaribia na kuitwa tena wana wako. Tukaribishwe zizini mwako Mungu, utuvute kwenye kitabu cha hukumu, utuandike upya kwenye kitabu cha uzima wako wa milele. Yesu, asante kwa sababu naondoa vipingamizi vinavyotutatiza na kutupingamiza kukukaribia wewe. Asante Yesu kwa sababu nafatana na neno lako, na ninaamini kwamba utakwenda Baba kufuatilia ujumbe huu na kuweza Bwana kuleta
usikivu mwema kwa wale wanaotusikiliza. Jina lako lipewe sifa Mungu, maana ninajua unakwenda Baba kuingia sasa kazini kufuatana na watu wako. Usimwache hata umoja wetu kupotea, bali wote waokolewe Bwana kupitia ujumbe huu. Ni kwa jina la Yesu ninaomba na kushukuru, tukijikabidhi wote mikononi mwako na kuamini kwamba utatujalia na kutupatia mwisho mzuri. Ni kupitia jina la Yesu mkombozi wa ulimwengu tuomba na kushukuru kwa uaminifu wako. Amen. Amen. Asante sana.